TV ni sauti ya Uislamu nchini Burundi. Min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله من النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ndugu zangu waumini, nakuhusieni nikihusia nafsi yangu kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumche na tumwogope pekee Rabbul Izzati wal Jalal, tukiwa wenye kutambua na kuelewa ya kwamba ya hakika kumcha Allah ndipo pambapo panapopatikana ufaulu wa mwanadamu duniani hadi akhera mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, ayuha nnas, enyi ndugu, كل أمة من الأمم لديها ما تفاخر به من رجال خطوا أسماءهم في منجزاتها أو أيام كانت موعدا لانتصارها ومجدها. ndugu zangu waumini, enyi wanadamu, tambueni na mwelewe ya kwamba kila umma wa aina yoyote yule katika nyumati ambazo zilizotangulia, hizo nyumati zinayo yale ambayo yaliyopata kujifakharisha kwayo, miongoni katika wale ambao ni wenye kupigiwa mifano iliyokuwa mema, ambapo kwamba majina yao yameandikwa katika historia miongoni katika mazuri na mema ambayo yaliyoweza kutekelezwa. Au ayamun kanat maw'idan lintisariha wa majdiha, au kwamba nyumati hizo zikawa zimeweza kuzihifadhi na kuyahifadhi majina ya watu hawa ambao nyakati na masiku zilikuwa na ahadi ya wao kuweza kupata nusra yake Allah na kuweza kupata utukufu. Au ahdathin adharatha wa asharatha, au matukio tofauti ambayo yaliweza kudhihirika na kuweza kutapakaza habari kama hizo za watu hao. Wamtazatil ummatul islamiyya عن سائر الأمم بأنها كانت كتابها محفوظ. hivyo na umma wetu huyu, ndugu waumini, ukawa ni umma ambao, huu umma wa Kiislamu ni umma ambao uliopiku nyumati zote ambazo zilizotangulia, kwamba sawa na historia ikahifadhi na kututhibitishia kwamba kitabu chake ambacho Allah alichokiteremshia kikawa ni chenye kuhifadhika. Wa dinuha mawruthun, kadhalika na dini hii ikaendelea kuweza kurithiwa na watu tabaka kwa matabaka. Wa ala wifqi diniha banat hadaratiha, na kwa kupitia dini hiyo ndipo ambapo palipokuja kujengeka utamaduni.
wasanat tashri'atuha, kadhalika ikawekwa na kupangiliwa sheria, wataamalat ma'a ghairiha, kadhalika dini hiyo ikawa yenye kuwafunza watu namna kuamiliana pamoja na watu wengine. Fakanat ummatu haqqin wa adlin, hivyo umma huu wa Kiislamu, hivyo umma huu pamoja na utamaduni wake ukawa ni wenye kujenga umma ambao ni wenye haki, uliojengeka kwenye haki, kwenye uadilifu, kwenye huruma. Hina kana ghayruha min al-ummami ahlu batil wa dhulm wa qaswa, kiasi kwamba kinyume na hapo nyumati zilizotangulia zilikuwa ni nyumati ambazo zimejengekea kunako batili, kunako dhulma na kunako ukakamavu na ugumu, kwa kutokuwa na huruma na watu. Ndugu zangu waamini, inna hadarat al-islam hiya awsa'u al-hadarat imtidadan 'abara az-zamani wal makan. Tambueni na mwelewe ya kwamba ya hakika ya utamaduni wa Kiislamu ndio utamaduni ambao uliokuwa ni wenye kutapakaa na uliochukua muda mrefu kabisa katika zama na katika sehemu. Fa'amat arja'il ard, hivyo utamaduni huu ukatapakaa juu ya mgongo wa ardhi na ukaihukumu dunia na ulimwengu wote kwa ujumla takriban karne 13. Ndugu zangu waamini, wa rugma hadha al-ittisa'u al-ha'il, licha kutapakaa kwake kwa huu utamaduni wa Kiislamu na kuweza kuenea, fa innaha aqallu al-hadarat al-bashariyati safkan lid-dam, ndio utamaduni pekee ambao ulioweza kutapakaa kwa muda mrefu na ukathibitika kihistoria ya kwamba ndio utamaduni ambao haukuweza kupatikana kwa kumwagika kwa damu ambayo ilikuwa nyingi, tofauti na tamaduni zingine zilizosalia. Wa ta'dhiban lilbashar, na ndio utamaduni pekee wa Kiislamu ambao ulioweza kuhifadhi utu wa mwanadamu kiasi kwamba hakupata kuadhibiwa kwa wingi zaidi kama ambapo ilivyoweza kuhifadhika ndani ya historia, sawa na tamaduni zingine ambazo zilizotangulia. Uislamu kwa utamaduni wake uweza kutapakaza kwa watu mema na mazuri, hivyo ikawa kinyume cha Uislamu, ikawa njia zao ni nashran liljui walfaqri, kutapakaza umasikini, kutapakaza ufakiri na njaa kwa watu. Lianna, kwa kuwa duatuha fatahu qulub an-nas, kwa kuwa watu hao wenye utamaduni huo walifungua nyoyo za watu kwa kuingiza uoga kwa minajili ya maslahi yao ya kibinafsi, tofauti ya Uislamu. Kwa kuwa Uislamu uliingia na ukafungua nyoyo za watu na ukauingiza wema na huruma ndani ya nyoyo hizo. Waraa an-nasu minhum ar-rahma wal-adl wal-ihsan, hivyo watu wakauona kwa Uislamu huruma, mapenzi, na watu wakajisalimisha na kukubaliana na utamaduni huyo wa Kiislamu. Na hivyo ndivyo Uislamu ukawa wenye kuchukua nafasi iliyokuwa ya juu kwa kuzidia tamaduni zingine ambazo zilizotangulia. Wa aktharu biladi al-ardi ibana al-futuhi danat lilmuslimina, hivyo na nchi ambazo zilizohifadhika kihistoria ambapo kwamba zilizofunguliwa na watu wakajaa wakaingia ndani ya nchi hizo wakaishi kwa wema, wakaishi kwa usalama, ni hizi ile nchi ambazo zilizofunguliwa na Waislamu. Wa hapa si mbali kabisa, rejeeni katika historia, someni namna gani Waislamu walivyoingia ndani ya mji wa Samarkand, Samarkand ambayo leo tunaita kama Uzbekistan. Someni historia na rejeeni, tazameni namna gani Uislamu uliweza kufungua. Wa baada fathi Samarkand iddaa ahluha anna al-fatihin al-muslimin lam yukhayyiruhum baina al-islam wal-jizyati wal-harb, wenyeji wa mji ule wa Uzbekistan baada ya Uislamu kuingia na kuufungua ukawa ni mji wa Kiislamu, watu wenyeji wake wao ndio walipata kusimulia, wasemaje, kama hatukuona Waislamu wanatulazimisha juu ya dini yao, wale wakatuambia tuchague baina ya Uislamu wal jizya, pamoja na kutoa jizya na mengineo na vita, la bali Waislamu walipokea maoni yao,
wakawa wenye kuzungumza na wao, wakafungua nyoyo zao, wakaishi nao kiuislamu. Na hivyo ndio mji ule ambao hadi leo Uzbekistani tunayoisikia na kuisoma katika historia ikabaki kuwa ni nchi ambazo miongoni katika nchi za Kiislamu. Wa fi fathi al-Qustantiniya, nchi ya Uturuki hii hapa, nchi ya Uturuki katika mji ambao ni Konstantinos, ambapo kwamba mji huu ulifunguliwa na Waislamu. Baka ruhbaniha min adli almuslimina fihim, hadi wale ambao ni maaskofu wakubwa walikaa wakitoa machozi, walikaa wakilia. Kwa sababu gani? Kwa uadilifu ambao waliouona kutoka kwa Uislamu. Wa ikramihim lahum, na namna gani Uislamu ulivyowakirimu, na huku wakitazama namna gani utawala wa Kikatoliki, utawala mwingine ambao uliokuwa ukitawala zama hizo katika mji wa Konstantiniki, ambapo kwamba hii Konstantinia ilivyokuja kufunguliwa na Waislamu, ndipo ambapo ndugu zangu waumini waliona hawa ambao walioishi katika ule mji uadilifu wa Uislamu, na wao wakaanza kuutunuku na kuufuata Uislamu, tofauti na namna walivyoishi. Lamma stabahu Bizantatu wartakabu fiha almadhabih, pindi ambapo hawa walioishi katika hii miji waliisha ya kwamba ni wenye kunyanyasika, wenye kuuawa, wenye kumwagiwa damu zao. Someni katika historia, nendeni mkasome empire ya Byzantine, namna gani ilivyokuwa ikiishi, na ya kwamba ni kuwa watu wahtasabu nisaa, kuwashika wanawake kwa nguvu na kuwanyima haki zao, huku wakiwaua, wakiharibu kila kitu. Wanahabu atharaha, ikaibiwa athari za ile miji na mengineyo. Lakini hadhara, tamaduni ya Kiislamu, lamma tamakkanat fil ard, pindi ambapo iliposimamishwa sawasawa, ukasimamishwa Uislamu kisawasawa ndani ya hiyo miji ambayo tumeeleza mfano wake, aqamat al-adlatu fil jumla, ilisimamishwa uadilifu ndani ya miji hiyo. Wa hakamat baina an-nasi bi shari'ati Allah ta'ala, na watu wakahukumiwa chini ya sheria yake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amina al-muslim wal-kafir, hivyo muumini ndani ya nchi akaishi kwa amani, na kafiri vile vile asiyekuwa Muislamu akaishi vile vile kwa amani. Walbarru walfajir, hata muovu akaishi kwa amani, hata mtu ambaye alikuwa mwema vile vile akaishi kwamba anaishi ndani ya nchi ya amani. Innaha hadaratun lam tahtakiru alulum walmaarif, ulikuwa ni utamaduni ambao haukupata kudharau elimu wala ujuzi aina tofauti, wala sanaati wa tijara, wala miundombinu ya kuendeleza sawa mifumo ya kibiashara na mengineyo. Haukuwa Uislamu kwamba ulikuja kupuuzia haya, la, bali ulifungua milango yake katika nyanja zote, bali Uislamu ulifungua milango yake na utamaduni wake ukawa ni utamaduni ambao uliokuwa mkubwa kabisa, hadi kuendelea na kuendelea kabisa katika hao. Na haya yote sababu ilikuwa ni ipi? Ma as-salahu dinuhum fi nufusihim min naf'i nas, namna gani Uislamu ulivyoweza kufikishwa ndani ya nafsi za watu, wakaishi hali ya kwamba ni wenye kuutambua Uislamu, na wao wakanufaika kwa kupitia Uislamu. Kadhalika wabadhli al-ma'ruf lahum, kadhalika na kutendewa kwao hawa wanadamu matendo ambayo yaliokuwa mema. Na hayo ndiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyelea nafsi za wanadamu alipotufunza ndani ya Qur'ani, akasema kwamba waf'alul khaira la'allakum tuflihun, tendeni mema Waislamu ili muweze kupata kufaulu. Allah anasema vile vile katika surati al-Baqara ya kwamba wa ahsinu inna Allaha yuhibbul muhsinin, tendeni wema, ya hakika Allah anawapenda wanaotekeleza mema. Pia aya nyingi ndani ya Qur'an zikaja kubainisha, na Mtume akatufunza katika mafunzo yake yaliyokuwa matukufu, kuishi kwa wema, kuishi kwa hali ambayo iliyokuwa mema. Ndugu zangu waamini, hiyo ndiyo miaka iliyopita, na Uislamu ukawa wenye kutawala dunia, na hadhara na utamaduni wake ukawa wenye kuishi katika hali kama hiyo. Lakini sur'ana, baada ya miaka kadhaa, ndipo utamaduni wa Kiislamu kaanza kuenda kuzorota. Uislamu ndio huyo, na tamaduni zake zikaanza kuondoka.
lakini tutambue ya kwamba alhadarati la tasqutu adatan bidarbatin wahida. Daiman tamaduni haziwezi zikapotea kwa kipigo kimoja tu zikawa zimeondoka, la bal tanharu min ad-dakhil hina tusabu qiyamaha aljawhariyati bidhaf. Tamaduni za watu, maendeleo ya watu, jamii ya watu ambayo inayojitengeneza na ikawa sawa, haiwezi ikabomolewa, haiwezi ikaharibishwa duf'atan wahidan, kwa mpigo tu mmoja, la bali zipo njia ambazo zaenda zikitumiwa na kutafuta pale ambapo patapatikana udhaifu, hapa pakatumiwa kwa minajili ya kuja kuzorota na kuharibu hizi tamaduni. Waqad nabbaha alquran was-sunna ila himayati al-labinat, na Uislamu pamoja Qur'ani na Sunna vikaja kutuhimiza mno jameni, kuwa wenye kulinda kabisa na kuhifadhi zile nguzo ambazo zinazosimamiwa kwa minajili ya kusimamisha kwao utamaduni wa Kiislamu, ambapo kwamba ndio hizi wakaeleza wanawazuoni wa tarbia, wakakusanya wakasema kwamba baadhi yao mambo matatu ndio ambayo jamii kwa ujumla, jamii mara nyingi mwenye kutaka kubomoa tamaduni huwa anapitia moja kati ya njia hizi tatu, na hizi ndizo ambazo tutakazokuwa nazo katika khutba yetu ya siku ya leo. Ndugu zangu waumini, Allah anasema ndani ya Qur'ani ya kwamba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawezi akawabadili watu hadi pindi ambapo watu watakapokuwa wenye kubadili nafsi zao. Ndugu zangu waumini, man arada, mwenye kutaka kubomoa tamaduni za umma, jamii, maendeleo ya umma, ni moja kati ya matatu ambapo kwamba yapo mengi tofauti na haya, lakini hii ndiyo misingi maalum ambayo inayobebea kwayo tamaduni. Hii ndiyo misingi ambayo endapo itabomolewa na maendeleo hayawezi yakafikiwa. Jambo la kwanza kabisa, hadmul usra, kubomolewa kwa familia, kuharibika kwa familia. At-tariqu al-awwal li suquti al-mujtama', ndio njia ya kwanza ya watu kufikia kuweza kuharibika, kuweza kupotea kwa jamii ambayo iliyokuwa njema. Ndugu zangu waamini, Qur'an haijaja kututupilia na ikaweza kutufumbia macho juu ya hili kadhia ambayo iliyokuwa nzito, juu ya hichi kiini ambacho kilichokuwa kikubwa, msingi muhimu wa kuitengeneza jamii ambayo ni familia. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye aliyetueleza ndani ya Qur'an ya kwamba wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Allah ndiye ambaye aliyejalia kutoka kwetu sie katika nafsi zetu azwajan, akajalia waume wake, waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, na ndani ya hawa waume na ndani ya hawa wake wakatoka ndani yake watoto. Kwa maana kwamba hapa ndipo ambapo familia inaanza kutengenezwa, hapa ndipo ambapo familia inaanzwa kuundwa, familia inaanzwa kutengenezwa. Na juu ya masulia haya mazito, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama akawa ni mwenye kutengenezea kanuni, msingi mzito, akasema khairukum li ahli, enyi wanamume, mbora wenu katika nyie ni yule ambaye aliyekuwa mbora ndani ya familia yake, sio yule mwenye mabavu, sio yule mwenye ukubwa tu kusimamisha na akaona kwamba mimi nina nguvu, la, akawa si mwema ndani ya familia yake, la, sio huyo mwema. Mtume akasema khairukum li ahli, asema mbora wenu ni yule mbora ndani ya familia, wa ana khairukum li ahli, na mimi Mtume Muhammad ndiye aliyekuwa bora kwa familia yangu. Ndugu zangu waamini, ni vipi wenye kutaka kuibomoa familia, au ni njia zipi wenye kutaka kubomoa familia wazitumia? Miongoni katika njia hizo, moja kabisa, idhaafu makanati al-um wa isqatu dawruha at-tarbawi, ni watu kutumia idhaafu makanati al-um, kuweza kudhoofisha nafasi ya mama ndani ya familia na kuweza
kusambaratisha na kuharibu nafasi ya umama katika kutengeneza malezi ambayo yaliyokuwa mazuri. Indama turabba almar'a ala anna qimata albayti arun au raj'iyya fa inna aljilu yuhramu min alhanani watarbiya. Pindi ambapo watakapolelewa na kuaminishwa kwamba kina mama mambo ya kukaa nyumbani ni kutupwa na maendeleo, mambo ya kukaa na kulinda familia ni mambo ya kizamani, hapa ndipo ambapo familia, watoto wanakuwa ya kwamba wamekosa ile nafasi ya mzazi, wanakosa ile nafasi ya umama, wanakosa ile nafasi ya utu ndani ya familia zetu. Miongoni katika njia tafkiku alaqatu zawjain, kusambaratishwa na kubomolewa kwa ule uhusiano wa kiwanandoa. Kwa kupitia njia zipi? Kwa kupitia haya ambayo tunayaona leo katika mitandao, kwa kupitia modele tofauti za kimagharibi katika mahusiano ya wanandoa, na vile vile washaitanatu mafhumi alqiwamati walihtiram, na ushaitani wa watu kuwa na mafhumu na uelewa kwamba huyu heshima ya huyu iko hivi na ule usimamizi wa ndoa uko namna gani. Haya ni moja kati ya njia ambazo zinazotumiwa katika kuharibu na kusambaratisha familia. Ndugu zangu waumini, haya medama miongoni yatakapokuwa patikana, ni ipi athari ambayo jamii itarejeshewa au itakuja kuathirika kwayo? Miongoni katika hayo ndio ambayo tunaiona irtifau nisbatul jarima, irtifau nasabul jarima, lianna الطفل bila usratin qawiyya tiflun bila dhabitin wala qiyam. Ndipo ambapo leo tunaona vijana ambao, watoto ambao wanaishi na wanakuwa bila ya malezi, bila adabu, bila misingi mizuri ya kuweza kuleleka kwao. Kwa sababu gani? Mtoto alikuwa hali ya kwamba bila usratin qawiyya, bila ya usra ambayo, bila familia iliyokuwa sawa sawa imejidhatiti katika kusimama kimalezi na mengineyo. Na ndio hiyo tunaona irtifau nisbati talaq, kuzidi kwa kutalikiana kwa wingi ndani ya familia zetu kwa ujumla. Kwa sababu gani? Hao wenye kuharibu utamaduni na familia na jamii walitambua ya kwamba tutakapoiharibu familia tunakuwa tumeharibu msingi wa kwanza kabisa. Msingi wa pili ambapo kwamba watumiwa katika kuharibu au katika kuharibiwa kwa tamaduni, katika kuharibiwa kwa jamii, kwa maendeleo, hadmu ta'lim, ni kuharibika kwa mafunzo, ni kuharibika kwa masomo na ta'lim, mafunzo ambayo watu wanayoyapata. Kwa kuwa anayeharibu maarifa ambayo watu wanayapata huwa qatlu hadara, huyu anakuwa ameharibu na anakuwa ameua maendeleo na utamaduni wote ule. Ndugu zangu waamini, sote tunatambua umuhimu wa Qur'ani unavyotueleza juu ya kusoma, na tunatambua umuhimu wa Qur'ani juu ya wanazuoni, juu ya walimu, na hili limefikia daraja kuonesha kwamba haya ambayo yanayosomeshwa, hii elimu ni namna gani tunaweza tukaiharibu na kubomoa hili. Wapitie njia zipi? Isqatu makanata almuallim, ni kuharibika au kubomolewa kwa nafasi ya mwalimu ndani ya jamii zetu. Ndugu zangu waamini, min almusif, katika njia ambazo tunaunda sisi wenyewe ambazo zinatuletea madhara na kuweza kutupotezeshea nafasi ya jamii yetu kuweza kuendelea, ni siye pindi ambapo tunaenda na hali za kuiga katika sehemu tofauti. Leo mfano, baadhi wale ambao wanaandaa sherehe zao za harusi, ni mfano ambao uliokuwa hai kuonesha namna gani nafasi ya walimu, nafasi ya wale ambao tunaita kwamba ndio wanaolea vizazi vyetu na kufundisha imebaki imezorota. Leo umekuja baadhi katika mifumo sherehe zinazoandaliwa, endapo kwamba atafikiriwa kuitwa mwalimu katika sherehe ya aina yoyote kuja kuungisha ndoa, huyu alhamdulillah, na akapewa chochote kwa minajili ya kuhudhuria katika hiyo sherehe, mathalan akapewa pesa ya usafiri 20,000, 30,000, hii inakuwa ni kheri. Lakini masikitiko makubwa ni kwamba zimekuwa sherehe zetu baadhi
tuandae sherehe na kuwatafuta wale ambao tunaita kwamba ni ma-MC. Baadhi yao hata si Waislamu, akaja kuwa ni MC wa kusimamia sherehe yako. MC ukitazama malipo ambayo yanayolipwa si chini ya zaidi ya milioni au laki ngapi kupanda. Lakini mtazame huyo mwalimu ambaye kaja kufungisha ndoa yako, ukimpa nyingi umempa 30,000, na hapo juu utaendelea kumwambia unaona shekhe, unaona hivi na hivi na hivi, maneno mengi juu yake. Iko wapi dauri ya hawa walimu wetu? Ipo wapi nafasi ya hawa walimu zetu ambao anakuja kuunganisha wewe, lakini kwa utamaduni unaoiga na kuacha utamaduni wa Kiislamu, ukaona kwamba Uislamu hauna nafasi. Yule MC milioni nzima, wallahi unachukua unampa ambaye anayekuungisha ndoa yako, unampa 20,000 na hapo na maneno juu, na wakati mwingine 20,000 labda kwa usafiri wa sasa ni kwenda tu, kwa kurudi kama kuwekea akili yake akajiongeza akaja na chochote mfukoni, basi ataupiga la mguu hadi kurudia nyumbani kwake. Ndugu zangu waumini, isqatul muallim makanati almuallim, hili ambalo jamii inaishi katika kupoteza tamaduni, ni pindi ambapo mwalimu ataonekana hana chochote, mwalimu ataonekana hana nafasi yoyote, mwalimu ataonekana kwamba ni wa kupita pita tu, basi hana chochote kile. فإذا سقط المعلم سقط العلم وإذا سقط العلم سقطت الحضارات. Mwalimu endapo kwamba ataonekana hafai, jamii kamwona mwalimu ni wewe haya tu, huyu ni wa kutupilia, acha fanya hivyo hivyo tu, mwalimu mpe 2,000 basi, mwalimu mpe 3,000 basi. Lakini mwanao ukaona kwamba mwingine tofauti ni wewe kumpandisha heshima na kumpandisha juu, na mwalimu huyu akaonekana hafai, tambua ndipo kupotea kwa elimu. Na elimu ikipotea ndio msingi wa kupotea. Kwa nini? Kupotea kwa utamaduni. Ndugu zangu Waislamu, idhaafu at-ta'lim ash-shar'i, miongoni katika njia ambazo zinazotumiwa katika kupotea kwa hadhara, utamaduni, ni kudhoofika kwa elimu hii ya kisheria, bitashkiki fi al-Qur'ani was-sunnah au fasliha 'an al-haya. Mtu kuweza kutofautisha baina ya Qur'ani na sunna, watu wakaaja na kauli kama hizi kuona kwamba Qur'ani inafaa, sunna haifai. Baada kuona kwamba haya tuyashike ndani ya Qur'ani, lakini haya tuyaache. Au wengine wakaja kutofautisha haya ambayo Qur'ani medama hayaendani na yale anayotaka, haya hayafai. Haya ambayo sunna inaelezea medama kwamba yanaendana na yale anayotaka, basi huyu anayaacha Muislamu. Hii ni moja kati ya aina ambazo zinazotumiwa katika kuharibu Uislamu. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wad'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijab. Tumtake Mola wetu msamaha, kwani yeye ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa huruma. محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام. Nur TV ni sauti ya Uislamu nchini Burundi.